akanyang'anya huyo askari pisto yake, akampiga hapa ya kifua ikatokea kwa mgongo. Hii maandamano ambayo inakuja tarehe 25th of June. Kumbuka msemaji wa serikali Isaac Mwaura alikuwa ameonya vijana kwamba hakutakuwa na public holiday. But now vijana walikuwa wamesikia. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba they decided to kill Albert Ojwang. Then number 2, wakati ambapo walikuwa wanaandamana kutafuta justice ya Albert Ojwang, then another 2 protesters wakapigwa marisasi. Mmoja ametoka, then mwingine ambaye alikuwa anauza mask bado anaendelea kutibiwa. Swali langu linakuja kwako. Do you think the Gen Zs will be scared in 25th of June? Unafikiria hawataingia kuandamana hiyo siku? Because now Rigathi Gachagua issue a statement na amekuwa akitumia his mouthpiece, Deputy Party Leader huyu Cleophas Malala, and it is clear ameweza kudeliver information kwamba tutakuwa na maandamano ambayo pia watakuja kuwitness. Even wamama watakuwa pale, mama mbogas, bodabodas watakuwa pale na and so on. Na kabla tufike mbali guys, kumbuka hawa na polisi wanaendelea kushambulia vijana, and Johnson Sakaja anaendelea kuhaya hawa bodabodas wawe kama goons pale city. Usisahau ya kwamba pia wana polisi pia wameanza kushambuliwa by the same goons. Unaona watu wangu, kama pale Thika mwana polisi yesterday ameuawa. Kungangana naye ili sasa wakaluka saidi ile ingine karibu na ile church ya PCA. Sasa kitabu wafike pale, huyu jamaa amewezwa kidogo, sasa kalazwa chini. Sasa naye jamaa akaamuka, akatoa buduki ili sasa akashuti askari moja. Huyo askari ameshutiwa, alikuwa anataka kusoma kodi ya pikipiki. Venye huyo jamaa mwenye amemshuti huyo mwizi ni kama ameona pikipiki yake ina code akatense. Wakavurutana wakienda wakiongea, kwa hiyo harakati ya kuongea akanyang'anya huyo askari pisto yake, akampiga hapa ya kifua ikatokea kwa mgongo, akalala hapo chini kwa nyasi. Mimi nilipata mkasa wa kujakiwa na mtu alikuwa na bunduki nikiwa na customer, na akatusikisha kwa pikipiki, akatuambia tushuke, tukashuka, akatuonyesha bunduki hapo, akapotea na pikipiki. Kibati nikapiga wenzangu wakaifuata, na yeye vile alikibiza kuna mahali enda akaiacha kwa hiyo estate section 9, na sijaipata ikiwa imeharibiwa mahali popote, kwa sababu aliacha na akakimbia. Na amepigwa na mwana bodaboda ambaye pia alikuwa ni goon. Unaona watu wangu? So hizi vitu zimeanza kuwa vice versa, na mambo yameanza kuchange, and freedom is coming. Believe me guys. Hii ni statement ya Rigathi Gachagua warning or delivering to Kenyans, entire Kenyans, na kutachafuka on 25th of June. So guys, kabla usikize, ensure una subscribe na una like video ili kuendelea kusupport hii channel. Na nimesema thanks kwa hiyo like yako. Sikiza Rigathi Gachagua na timu yake. Ruto awache kutumia Johnson Sakaja kwa kumpatia pesa, alipe vijana wakuje waue vijana wenzao. Ningependa kuambia Sakaja, juzi tumeona ukipatia bibi ya marehemu Ojwang kazi. Lakini kwa nini umpatie kazi na tena uchukue pesa kuua kijana mwingine? So hiyo ndio mambo tunasema Sakaja ni lazima ashikwe kabla jioni, na tunataka tumwambie kwamba tarehe 25 bado vijana wa nchi hii wametangaza watakuwa pale Nairobi CBD. Kama unaona wewe ni gavana na unaweza leta tena watu wakuja wasimamishe Kenyans, jaribu, kwa sababu tarehe 25 sasa haitakuwa vijana peke yake. Tunaenda kuleta hata wamama, hata wabunge, hata wazee. Kila mtu tutamtoa, tumlete pale Nairobi CBD. We must exercise our constitutional right. Na maandamano haya si ya chama, si ya kisiasa. Hii ni maandamano ya vijana.
na ni anniversary yao. Party leader alionya kwamba kuna mpango ya kuumiza vijana wetu, na akakaution kwamba wale watu ambao wanapanga kuumiza vijana wetu kama wakina Sakaja kwamba wako katika rada yetu. We are supporting the young people and the liberation journey that has been started by the young people of this country. Mambo ingine hiyo ya international ni kwamba sisi kama chama tuna msimamo kwa sasa hivi, but the international community, the whole world is watching, and I'm sure they are responsible enough. Najua inakaa vibaya sana kwamba sasa hivi kahawa yetu imefungiwa Mombasa na majani chai haiwezi enda kule Sudan. We cannot export tea and coffee to Sudan, yet we are exporting firearms to Sudan. Sasa Kenya imefika mahali tunapeleka bunduki kule, lakini kahawa na majani chai yetu haiwezi enda kule. So the international community is watching, of course, and at the opportune time they'll be able to act accordingly. I want to join colleagues and friends in condemning what happened yesterday in Nairobi and call out Governor Sakaja. It is the governor of Nairobi, Sakaja, who organized what happened. And under the Rome Statute, we want to be very clear that Sakaja is a candidate for presentation to the ICC court for facilitating, for organizing, and publicly saying that he will not, as an individual, allow demonstrators in Nairobi to demonstrate. Sakaja is actually going the Haiti way and being facilitated by the government of Kenya to do what he's doing. Of course, everybody knows Sakaja is not a graduate, and that's why probably he's leading Nairobi the way he's doing. He's uneducated, he's a mere Form 4 leaver who never completed his education at Nairobi University. Lastly, nataka kumweleza Sakaja, unaweza kuwa uko na umaarufu wa kuwa governor Nairobi, lakini tunajua governor hujasoma. Wacha kufanya mambo na njia ambayo unafanya, ingawa tunajua sio kupenda kwako, ni kwa sababu hujasoma vizuri. Mtu ako na degree ya kutoka Uganda ambaye yeye mwenyewe anajua hata kukanyaga kwa darasa yote pale Uganda. You are a student at Nairobi University. Ni kumaliza huku kumaliza shule. Na uache kuambia watu hujasoma. Wewe Sakaja ndio hujasoma, sio watu wengine ndio hawajasoma. Nikimalizia, tunajua Sakaja unasaidiwa na askari. We want to call out the IG, Inspector General of Police. It is your business to protect life and property. Na vile mambo yanaendelea Nairobi, inafaa IG achukue hatua kwa Sakaja, na hatua ni kumkamata Governor Sakaja ambaye amesema yeye hata ruhusu waandamanaji kuingia ndani ya Nairobi. Na nikimalizia, ni vizuri tuseme wale ambaye mabiashara zao zimeibiwa, wale ambaye wameumizwa Nairobi, kama wewe ni mwanabiashara, usilipe kodi Nairobi. Nairobi haiwezi kukufanyia dhulma na wewe uendelee kulipa kodi ya Nairobi. They should boycott. It is allowed, it is constitutional. They should even picket because Sakaja is leading the county the way it should not be. Dear Mama, I want to ask Sakaja to be arrested. The IG has an option but to arrest Sakaja. It seems that this government have no intention to add extrajudicial killings. How can they go for the children or the youths who are going to the street to mourn one of their own? It's right in the Constitution, it's their right. They were orderly. The demonstration were not violent. They have done this before and they were doing the same yesterday. So killing of this young hawker, which at the moment we are not even aware if he's dead or he's alive, and we are thinking the government is just trying to manage the situation, is the most unfortunate thing. Governor Sakaja should resign, he should be arrested, and the government should call the day as it think it should be, because I think this government just want to kill the youths of this country.